Tunakumbuka kwamba kuwa Ada alikuwa anaenda kutafuta ile sufuria, sasa akalipata, akarudi hapa nyumbani. Shangazi yake akawa anamwambia, asante sana mtoto wangu, acha tu nilete pesa tuone vile pesa itakuwa mingi. Hapa sasa aliingia. Kwa muonekano tu Ada alikuwa anaonekana kama ni mtu amechoka sana. Tangu apate ile sufuria, anaingia kwenye matatizo mabaya sana. Shangazi yake akampatia pesa, akasema, Ada nionyeshe tu nione kama tutatajirika haraka haraka. Ada akachukua ile pesa na kuliweka ndani ya sufuria. Akasema, shangazi, napiga hapa mara 3 ndio nifungue. Nikifungua tutapata pesa mingi. Ada akalipiga mara 3, akasema, shangazi unaangalia? Tinaangalia mtoto wangu, naangalia mtoto wangu. Ada akalifungua. Shangazi akashituka sana, akasema, mtoto wangu, hiyo ni pesa ya ukweli? Hiyo ni pesa ya ukweli? Akasema, ni pesa ya ukweli shangazi. Mbona una sauti? Shangazi akapiga sauti sana. Ada akamwambia, nyamaza shangazi. Ati Mungu wangu nilikuwa anasema hivi. Nilikuwa tu nimeomba kwa muda mrefu. Nikakwambia unibariki. Siku ya leo tu nimepata pesa. Mungu asante kabisa na kushukuru Mungu wangu. Nimebarikiwa na wewe Mungu wangu. Ada akamwambia shangazi, hapana, usifikirie hivyo. Akasema, hapana Ada. Akasema, mimi nilikwambia tu ile sufuria ni ya maajabu. Akasema, si ndio nimetajirika. Nitakuwa nakula kuku. Ninunue kila kitu nataka. Ati Ada, tumebarikiwa sana. Mtoto wangu umeanza tu kuniheshimisha hapa mtaani wote. Akasema, Ada mtoto wangu, mimi nimekupenda sana. Akasema, hapana anti, mimi nisikie. Mamake zako nipatia ile sufuria, aliniambia vile nitalitumia. Unajua ile sufuria inazidisha chochote, lakini sasa kukusaidia wewe ama mimi. Akasema, hapana Ada, unasema sasa ile sufuria inazidisha pesa zikakuwa mingi, sasa utaki kunisaidia? Akasema, hapana nisikie tu, mimi sikusema tu sitaki kukusaidia. Akasema, Ada tumetajirika. Akasema, hapana shangazi, usione hivyo. Nakwambia ukweli, sufuria hii ni za kusaidia maskini. Akasema, Ada, unanichekesha sana. Unajua na mimi ni maskini. Sina chochote, tunaishi hapa. Hakuna chochote, hatuna gari, hakuna nini. Sasa mbona unasema ati mimi sio maskini? Inabidi tu anze kunisaidia. Akasema, shangazi, mimi nasikia kuchoka. Wacha tu niondoke tu niende nilale. Akasema, Ada usitoe hii sufuria hapa. Sasa waliondoka tu na kuingia chumbani. Finya neno subscribe, usisahau kulike. Hapa kufika hapa Kidela anakuja haraka. Akakutana na Ada asubuhi. Akasema, Kidela, ulikuwa unataka kufanya nini? Akasema, Ada, nakwambia ukweli, siku hizi nasikia vibaya. Sijapata amani kutoka tangu ile nilikuwa najaribu kukuibia sufuria lako. Mimi nasikia tu manyuki hivi zinanifukuza kila mahali. Tafadhali nisaidie. Ati siwezi kusaidia Kidela kwa sababu nimejua tu mipango yako ni mibaya kwangu. Akasema, hapana, nakwambia ukweli, inabidi tu unisaidie kwa sababu mimi siku hizi niko hali mbaya sana. Nisaidie tu, kila siku nasikia tu manyuki. Silali, sikuli, sifanyi chochote, siwogi hata. Nimekuja hapa tu unisaidie kama rafiki yangu kweli. Sina mpango wa kukuibia tu sufuria. Nimekuja hapa kuomba msamaha. Akasema, hapana. Hizo ni siasa. Akasema, sio siasa ukweli Ada. Nakwambia kweli, na sasa nasikia tu nyuki. Hebu nitolee hizi nyuki. Kufika hapa tukaona Success ameingia. Sasa wakashtuka wakasema, Success umekuja hapa kufanya nini? Akasema, nimekuja tu kuangalia Ada tuende shule. Success akaangalia tu akiwa anaoga sana. Akasema, Success tumekuja hapa kufanya nini? Akasema, nakwambia ukweli Ada, huyo anakudanganya Kidela anakudanganya. Akasema, hapana, mimi simdanganyi. Nasikia nyuki. Kama na nyinyi ni mzima hamsikii nyuki. Akasema, hapana, mimi sikia hata chochote. Wacha bwana, hiyo ni upuuzi. Akasema, hapana, mimi sitaki nikudanganye. Nasikia vitu zingine vibaya sana. Hapa Ada akaona ni kugumu sana na kukimbilia tu kuingia ndani ya nyumba. Amefika hapa na kukutana na shangazi yake. Akasema, Ada, wewe umekuwa mwenda wazimu. Mbona unaenda unakimbia hivi? Amekuja hapa nje akasema, mnataka nini? Umekuja tu kuiba sufuria. Ati Kidela na Success, kama hiyo sufuria ndio mnataka, hamwezi kuipata kwa sababu nimegundua kwamba kwa ile sufuria itanifanya kuwa tajiri hapa mtaani. Mtashangaa, mtaniona tu nikiwa naenda na gari. Ati mnataka sufuria? Hebu kwanza nikuje niwaonyeshe sha. Wakakaa hapo sasa na kwa wanaangalia. Jamaa wakawa wanaangalia nyumba. Akasema, Ada kuja. Akawakimbisha tu na panga haraka. Wakaona hakuna maamuzi mengine, ni kuharakisha tu, akatoka hapa nyumbani wakaenda. Sasa kufika hapa akasema, mkuja hapa muone. Siku ile mlikuja mkanidanganya nikawapatia ile sufuria yangu. Sikupata pesa siku hiyo. Na leo tunapata pesa, nakula kila kitu, nakula kuku na nyama na mchele. Sasa movie ikawa imeisha upande mwingine. Sasa kufika hapa Kidela na Success wakawa nasema, sasa Success, mbona wewe ni mtu mbaya? Akasema, mimi sio mtu mbaya aje? Wewe nani kamwambia Ada mimi niko na sufuria lake? Ati hapana, mimi nimemwambia ukweli, sikumwambia kuna sufuria lake. Lakini wewe tulikuwa tumekubaliana kwa utanipatia kwa ile sufuria tu na mimi nitengeneze biashara yangu. Lakini ukanikatalia tu, ukasema hapana, hutaki kunisaidia hata kidogo. Akasema, hapana, sikuwa nataka kufanya hivyo. Nilikuwa nataka mimi nitumie, nikimaliza tu kutumia shughuli zangu nikupatie. Akasema, hapana, wewe ulinitumia tu kutafuta ile sufuria, ukanitumia kwenye mipango lako. Lakini mimi kukuambia huku kuna nataka kunisaidia hata kidogo. Wewe nimekuona tu ni mtu mbaya. Ati na siku hizi tu unataka kumibia ile sufuria. Siku hizi mipango yako mibaya tu imejulikana tu, au utaiba ile sufuria. Akasema, hapana, mimi nikiiba ile sufuria sitakusaidia chochote. Lakini inabidi tu tuzungumze kidogo. Ndio tuone vile tutamtoa tu ile sufuria mikononi mwake. Ndio tuitumie. Akasema, hapana,
wacha tu mimi nipambane zangu. Tupambane zako. Si ndio nipambane zangu tu nione kama naweza pata ile sufuria. Akasema okay, kila mtu apambane zake sasa ndio tupate ile sufuria. Ati inabidi tu tukijiunga mimi na wewe tunaweza tupata ile sufuria. Akasema hapana, mimi siwezi kujiunga nawe kwa sababu ukipata sufuria unageuka kuwa mtu mwingine na kuangalia tu nikanyamanza. Akasema okay, wacha tu mimi niondoke zangu, lakini utaona. Akaondoka zake. Finya neno subscribe, share, like and comment. Upande mwingine tukafika hapa, kuna chakula hapa, kuna nyama ya kuku, kuna mcheli, kumbe inaonekana kama ni pilau kubwa sana. Alikuwa anaitengeneza sana. Ada akakuja hapa akasema, shangazi wangu, siku ngapi tukiwa tunakula sasa mcheli asubuhi na nyama? Akasema, mtoto wangu, siku hizi unaniheshimisha hapa mtaani. Unajua tu mimi niko na chakula, niko na nini kwa sababu ile sufuria tu iliingia hapa nyumbani. Nimepata pesa nikabarikiwa. Sasa hii pesa ndio nimetumia tu kununua hii chakula. Akasema, shangazi hapana. Kama umeanza tu kunipatia breakfast ya nyama na kuku na nini na mcheli, sasa pesa utatoa wapi? Akasema, inabidi tutumie ile sufuria kwa sababu liko na pesa. Tulikuwa tunaishi kwa maisha mabaya. Akasema, hapana shangazi, ile sufuria tu ni ya kutumia mahali nyingine, sio kutumia hapa nyumbani. Akasema, hapana Ada, hautaitoa hapa. Ile sufuria itakuwa inaisaidia kwa kila kitu tu. Niko napanga tu kununua gari siku hizi na kujenga manyumba zingine. Ada akasema, shangazi, unanishangaza sana. Akasema, hapana, mimi nisikushangaze mtoto wangu, kwa sababu mimi ile sufuria nitakuwa nalitumia. Akasema, acha tu mimi niende shule. Akasema, hapana, inabidi tu niachie ile sufuria. Akasema, kula mtoto wangu. Akambembeleza tu hata akampatia chakula. Akasema, kula mtoto wangu. Lakini Ada alikuwa anatumia akili na kukumbuka maneno yote tu mzee alikuwa anamwambia. Akamwambia, ili sufuria tulitumie sasa kusaidia wa masikini wenye wako kwa hali mbaya sana. Finya neno subscribe, share, like and comment. Kufika hapa shangaza akamwambia Ada, inabidi tu nisaidie sasa tuone kama tunaweza zidisha pesa sahihi. Akamwambia, ama uniachie tu ile sufuria, mimi nijaribu tu kutengeneza pesa mimi kwa sababu kuna kitu nataka. Ada akamwambia shangazi, wewe haiwezekani. Inabidi tu niende shule, sitaki kusimamisha masomo langu. Nikirudi tu ndio nakusaidia kuzidisha hizo pesa. Akasema, ukilitumia tu wewe mwenyewe, ile ni dangerous, unaweza kufa tu. Ukitumia vibaya, kuna vitu zingine zitakuwa. Unajua kuna jamaa fulani hapa alitumia tu nyuki zikakuja mingi sana zikamzunguka. Akasema, okay, hapa sasa nikukojee tu, ukirudi tu ni utanisaidia. Akasema, tu acha mimi niwahi shule, ndio nikirudi tu nakusaidia. Akasema, Ada msichana wangu, kabisa siku hizi unaniheshimisha. Kufika hapa tukakutana na msichana hapa, akawa anaangalia kidogo tu. Akasema, Ada, siku hizi umepotea. Inaonekana kwa sasa wanasoma wote, lakini uniform ni tofauti na shule ni tofauti. Akasema, mimi nataka tu niende shule. Akasema, mbona utoke hapa uende shule? Akasema, hapana, mimi nangojea gari. Tunangojea gari ya nini hapa karibu? Waliamua tu waende na miguu. Inaishia wapi sasa? Wamekuja tu haraka ikiwa anaongea. Kufika hapa wakashituka sana. Akasema, mbona umeshituka? Nini mbaya? Akasema, Ada, kuangalia hizi pesa. Kuangalia tu akaona ni pesa mingi sana, ni dola. Kaona tu zimejaja chini mingi sana. Akasema, Ada, inabidi tuokote hizi pesa haraka. Ndio toka. Akasema, hapana. Nani akaweka hizi pesa hapa? Akasema, Ada, wewe unaogopa sana. Mbona wananiambia tu nisichukue hizi pesa? Inabidi tu nisichukue hizi pesa niende nazo. Akasema, hapana mtoto wangu. Mimi naona tu usiangalie tu hizi pesa tu unachukua. Siku hizi ni kubaya hapa Nigeria, ni kubaya. Wanaweka pesa, ukichukua pesa unakaa nayo tu, unasimama hapo tu hadi usiku. Akasema, hapana. Akasema, mimi nimepiga hesabu tu dola moja kupika kwa pesa huku Kenya itakuwa pesa mingi. Nikichukua hizi pesa zote nitatajirika haraka. Akasema, hapana mtoto wangu. Inaweza kuwa tu umewekewa mtego na ukashika tu ukasimama hapa bila kutoka. Mimi ukisimama hapa mimi natoka tu nienda. Akasema, hapana Ada, usione vibaya sana. Tunakumbuka kwamba sasa Ada akona sufuria tu ya kuzidisha pesa. Yeye hana haja na pesa sasa hapa. Akasema, hapana, hizi pesa ni kidogo. Achana na hizi, kuna pesa nitakupatia tu, nitakusaidia. Lakini hizi pesa inaweza kuwa ni mtego. Akasema, hapana. Kuangalia kuna jamaa fulani hapa anaonekana tu kama ni mchizi hapa, mwizi sana. Akasema, Ada, inabidi mimi nichukue hizi pesa. Akasema, hapana. Mbona nataka kuchukua hizi pesa? Alianza kuokota hizi pesa haraka. Ada akawa anaogopa sana. Akasema, Ada, si unaona ni pesa nzuri? Si unaona tunashika nikaweka. Ada, si uchukue pesa. Ada akatumia akili tu, anakuwa anaangalia hapa. Kufika hapa ameingia tu, akasikia kuna mtu amesema. Akasema, mimi nimesikia sauti ya mwanaume. Akasema, hapana. Kuangalia tu kuna mchizi mwenye yako hapa, akawa anaendelea tu kuweka pesa mingi kwa njia, ndio akuja akiwa anafuatilia. Sasa itaishia wapi? Sijui kama umeshafinya neno subscribe, share, like and comment ndio upate video zetu kwa haraka. Na kuambia tu ni part 3. Brilliant alikuwa mwenye tamaa sana. Alifuatilia pesa tu na kuokota. Ada akasema, Brilliant, si ukuje tuende basi. Si wache hapo. Hizo zenye uko nazo ndio utatumia tu. Si ukuje tuende basi. Mimi nataka nitoke hapa tu niwahi shule kwa sababu naona tu naweza chelewa. Si ukuje tuende basi. Masaa zimeshaenda. Mimi nataka nitoke hapa tu niende kwa sababu mimi naona tu wewe hutaki kutoka hapa utoke uende shule. Mimi tu inabidi tu nikuacha. Akasema, wacha tu niokote pesa. Aliokota pesa mingi na kuokota pesa mingi. Kufika hapa akakutana na mchiza. Akasema, wewe usitoke hapa. Akacheka tena akasema, nimekupata. Akacheka tena akasema, mimi nimekupata. Usitoke hapa. Nataka usitoke hapa. Brilliant akaogopa sana.
Akaanza kupiga kelele sasa, kapigwa sana, kapiga kelele, lakini Ada akasikia hiyo sauti akasema, "Brilliant, mbona unapiga sauti? Ni nini imekuwa?" Akasema, "Ni nini sasa?" Ada akaona tu inabidi tu aende kuangalia tu aone vile imekuwa. Akasema, "Sasa nifanye nini Mungu wangu? Nani akamupiga?" Ada na yeye sasa kaona tu sio lazima amwache hapa, inabidi tu aingie ndani na kuangalia tu aone mwenye anasumbua sister yake. Akasema, sister yangu Brilliant, nilikuwa nakupenda rafiki yangu." Kuangalia tu akashituka na kuona tu ameshashika. Akasema, "Sasa mbona unalia nini? Nani sasa kakushika huko?" Akamfuatilia tu akiwa anaangalia. Kufika hapa akaona tu wamembeba kama kubeba ngombe bwana ama mbuzi hivi, na kuingia ndani la geti. Akasema, "Imekuwaje sasa? Mungu wangu nisaidie. Nitafanya nini?" Sasa Ada aliogopa sana na kukosa mali anaweza kimbilia. Akapiga kwa hiyo mlango akasema, "Tupatie mrembo wetu. Finya neno subscribe na usisahau." Ada alianza kupagawa na kupiga kelele akasema, Mungu nisaidie. Wajirani mnisaidie." Lakini hakuna mwenye kumsaidia hapa. Hatujui kama ni mpango. Jamaa hapa fulani akaleta sasa support ya wall. Akakuja tu na kwa anataka kupanda juu aangalie huko nje. Ada alikuwa hapo karibu na kushika mawe kubwa sana akasema, mimi nakupiga mawe. Ada akakuja tu akaichukua. Jamaa hapa juu ya ula kana mwangalia akasema, Ada unataka kufanya nini?" Akaogopa sana na kwa anakimbia tu akiwa na jiwe sasa kwa mkono. Akasema, "Mimi nakupiga jiwe haraka. Mimi nataka sasa rafiki yangu. Hebu muachilie sasa rafiki yangu. Mimi nataka nitoke hapa." Akasema, "Ada wewe nyamanza." Na kumtupia jikaratasi hapa. Akasema, "Hii karatasi iko na nini?" Ada akaogopa sana na kusongea ile karatasi. Anataka kuangalia aone ni nini. Nini imeandika kwa ile karatasi. Kuandika akaona ati mimi nataka magic pot. Ile sufuria sasa la mchawi ndio anataka. Akasema, wacha kuenda tu tuongee kidogo, lakini akateremka kidogo. Ada akalia sana akasema, "Sasa ukanifanyia hivi." Ada alianza kufikiria, mbona hakuna mwenye alikuwa anajua mimi niko na magic pot? Kidela na Success, shangazi langu na yule mama mzee. Mbona huyu akajua? Huyu alijuaje? Inabidi tu nitumie akili kama vile mama mzee aliniambia. Ada akaanza kushangaa sana. Akasema, "Sasa nifanyeje? Mbona sufuria hii inaniweka matatizoni? Huyu jamaa sasa nitamwokoka aje? Nitatoa maisha ya huyu rafiki yangu aje hapa ndani? Mungu nisaidie tu, nipatie akili tu nione vile naweza mtoa hapa, kwa sababu mimi ndio rafiki yake wa ukweli wa karibu. Sasa nitafanya nini?" Ada alipagaa tu na kwa anaangalia kila mahali. Akasema, "Hakuna mtu wa kunisaidia sasa hapa." Akaangalia sasa akasoma akasema, "Nataka magic pot." Kufika hapa tunaona sasa Kideri akiwa anaongea akasema, "Rafiki yangu nakwambia ukweli. Mimi nitatajirika haraka. Kuna kitu nataka tu unisaidie." "Ati jambo gani unataka nikusaidie?" "Atuwe niambie tu na kata maneno. Niambie tu haraka." Akasema, "Kuna rafiki yangu kwa na magic pot. Inabidi tu tuipate." "Atiwa magic pot inafanya nini?" "Atiwe nyamanza. Inazidisha chochote unaweka ndani. Pesa, iPhone 16. Hiyo inazidisha majuice." Akasema, "Hapana. Hiyo kitu unaniambia nayo sielewi. Mimi sielewi hata kidogo. Hakuna sufuria inaweza fanya kama hivyo. Kama ni sufuria yote tu ati nafanya mimi na kuambia ukweli." Akacheka sana akasema, "Sasa mbona Kidere, sasa mimi siwezi kukusaidia tu kufanya hilo, kwa sababu hakuna sufuria inazidisha pesa ya ukweli. Ati mimi niamini na kuambia ukweli. Hiyo pesa inaweza kuwa mzuri sana. Tukaitumia hapa duniani, tukanunua magari." Akacheka akasema, "Hakuna gari yako bwana, hakuna gari. Unajua mwenye amenunua gari ni yule tu alifanya kazi kutoka kitambo." Akasema, "Tuwe nisaidie tu nilipate. Ni mpango tu nataka tuupange." Akasema, "Kama ni mpango kweli, wewe niambie tu pesa utanipatia. Lakini kuniambia ati hilo sufuria, ati hapana. Ati wewe niletee hilo sufuria." Kufika hapa tukakutana na Ada. Amefika hapa na kwa anaangalia karatasi. Akasema, "Mungu wangu, nitafanyaje kweli? Mbona mimi nimechanganyikiwa sana. Mungu nisaidie nione vile nitafanya." Sasa mamake Zee, mbona mimi nimechoka na ile sufuria? Lakini Ada ikabidi tu atumie akili akasema, "Okay, wacha mimi nitumie akili. Nione kama tunaweza saidia rafiki yangu." Atamsaidia aje sasa? Tumeona tu sufuria sasa ndio inatafutwa hapa. Ada tujui kama anatafuta ile sufuria. Kufika hapa akakutana sasa na rafiki yake. Akasema, "Mbona sasa Success, unaniangalia aje? Ati unatafuta nini kwanza hapa karibu?" Akasema, "Mimi sitafuti chochote. Akasema, "Okay, mimi nataka tu tuongee tu unisaidie. Kuna kitu nataka unisaidie." Akasema, "Hapana, mimi sitaki nikusaidie. Nataka tu tuongee kidogo." Akasema, "Tunaongea nini?" Tunakumbuka sasa Success alikuwa sasa anataka kuiba ile sufuria na yule jamaa fulani alikuwa wanaongea. "Ati mimi nataka tuongee tu. Kuna kitu nataka unisaidie. Si kitu ngumu bwana." Akasema, "Hapana. Mimi niwache tu Success. Mimi kama tunasikia kuchoka, wacha tu mimi niende. Siku nyingine tukutane tu utaniambia hiyo kitu nitakuwa nakusaidia." Akasema, "Okay, amua tu." Lakini sasa akasema, "Uende ama usiende. Mimi nitakuonyesha tu. Trukara yangu utakuwa unaiona. Nitakuibia." Kufika hapa tukakutana sasa na Ada. Akawa amechoka sana na kwa anafikiria. Shangazi yake akakuja akasema, "Ada, mbona umekuja tu bila kuingia nyumbani? Sasa hapa ukakaa tu ukanyamanza tu kama unataka kulia." Akasema, "Leta hiyo karatasi nione."
Akaangalia akasema, "Hii ni ripoti yenu kweli? Umewin. Wacha kwanza niangalie." Kusoma akaona ati mimi naitafuta hiyo magic pot. Akasema, "Ada niambie ukweli. Nani akakwambia tu anatafuta magic pot?" Akasema, "Shangazi langu, mimi ni wache. Nilikuwa na rafiki yangu tu ya karibu. Tulikuwa tunaenda shule. Kufika mahali tukakutana na pesa mingi sana. Akaniambia tuokote hizo pesa. Nikamwambia mimi sitaki hizi pesa. Sasa ikakuwaje? Niambie tu ikakuwaje." Mimi nikamzoea tu nikamwambia usichukue hizi pesa kwa sababu juu nani aliweka hizi pesa. Lakini naye sasa akakataa kabisa, akafanya haraka na kuchukua hizo pesa. Alichukua tu moja kwa moja. Akaingia tu ndani ya nini? Ikakuwaje niambie, ikakuwaje? Akaenda na hizo pesa. Ati hapana shangazi. Alishika hizo pesa. Akaingia ndani kabisa. Kusikia tu nikasikia sauti ya mtu. Hiyo sauti sasa nikafuatilia nikasema sasa umekuwaje rafiki yangu. Kufika tu nikaona huyo mtu ameshika sasa rafiki yangu. Akampeleka tu ndani ya geti. Nikasema muache. Akasema siwezi kumwacha. Hapo akapanda juu na kunitupia hii karatasi. Kusoma tu nikaona imeandikwa tunataka ili sufuria na maajabu. Hapo shangazi nikashangaa. Nikasema sasa nafanya nini? Nikaanza kujiuliza, nikashangaa sana. Sufuria hili sasa nilipewa tu na bibi kizee. Sasa akiona tu nimepeana hii sufuria itakuwa kitu kingine. Shangazi nitafanya nini? Akasema Ada hapana, hii sufuria isitoke hapa. Akasema shangazi inabidi tu itoke hapa nione kama naweza saidia rafiki yangu kwa sababu atafanywa vibaya sana. Akasema Ada wewe uko na akili kweli? Unataka kupeana hii sufuria? Hii sufuria itatubadilisha kuwa watajiri. Hii sufuria itafanya chochote. Hapana wewe achilia. Akasema shangazi inabidi tu nipambane. Nisaidie tu rafiki yangu kwa sababu naona tu ni vitu zingine. Akasema Ada wewe ujui tu inaweza kuwa ni mpango. Nani akajua kwa uko na hii sufuria na maajabu? Waacha tuwe nyamanza, we tulia. Akasema sasa shangazi, rafiki yangu atatoka hapo aje sasa? Si atakinjwa? Akasema shauli yake. Acha ajipambanie, nawe ujipambanie. Akasema hapana shangazi, inabidi tu nijaribu. Nione kama naweza mtoa pale kwa sababu ako kwa hali mbaya. Akasema Ada, unataka tu nikose kuwa tajiri? Ati hapana, unajua tu nilikuwa nataka kuagiza gari kutoka USA. Unajua tu nilikuwa nataka tu kujenga nyumba. Na ukipeana tu ile sufuria nitatoa wapi pesa ya kujenga nyumba na hiyo ya kununua gari? Ada mtoto wangu, nisikie kwa makini. Sitaki utoe ile sufuria kutoka hapa ndani kwa sababu ile sufuria mwenye alikuwa anatupea alikuwa anajua sisi ni maskini. Inabidi tulitumie kwa sababu hakuna chochote tu tunaweza fanya bila kuwa na ile sufuria. Inabidi muachie maisha yako, kama anakufa akufe. Akasema hapana shangazi. Akasema usiniambie mambo ya kusema hapana. Shangazi akasema mimi nimemalizia hapo na kumtupia jikaratasi chake hapa. Ada akashangaa sana. Kama ni wewe sasa unaweza fanya nini? Ada amelia sana. Tukutana hapa na yule mchizi mwenye sasa alichukua yule rafiki lake. Akao anaongea kwenye simu na kufinya numbers. Ni kama tu anakaa kupigia mtu. Akasema wacha tu nikupigie. Akaongea na akasema wewe nimeshamshika tu. Kitu nataka ni pesa yangu. Balance yenye ilikuwa imebaki tu nataka uniwekee. Mimi niko naye hapa tu ukuje umuone. Inabidi tu nimeona tu yule mchana mwingine sasa ni kama anaoga sana. Ataleta ile sufuria. Wewe leta pesa tu. Kesho tu nitakuwa nimeweka hiyo sufuria mkononi mwako. Mimi nataka pesa tu. Usinitanie unidanganye uniambie kitu na nini. Wewe weka hiyo pesa ijae bwana. Kwa sababu ni kama tu nimeshapata ile sufuria. Inaonekana kwa ni utapeli. Hapa sasa ni wezi. Ni nani sasa akafanya hii mpango ndio apate ile sufuria? Movie sasa ndio inaanza kuwa tamu sana. Finya neno subscribe, share, like and comment ndio ujiunge na sisi kwa familia kubwa sana. Akawa anamwambia hapana, wewe weka pesa yangu sahi. Weka pesa tu, ile mrembo nimeshamweka hapa ndani. Haizi toka, haizi toroka. Atatoka hapa nikiwa na sufuria. Sufuria ukikuja nitakuwa nakupatia. Wewe harakisha tu, mimi sipendi yule tu aniharibie mchongo. Akasema okay, mimi nitakupatia tu pesa zako. Akasema tuma tu kwa hii namba. Tuma nione kama naweza kunywa kitu. Unanisikia? Kama unataka kutuma sahihi tuma kabisa. Mimi ndio tunasikia tu ni kama na waka tunataka ninunue kitu haraka. Akasema sawa. Kama umepanga hivyo sasa, wewe jiandae tu, angalie tu vizuri. Mimi nitakuja. Akasema okay, akamkubali. Itakuwaje sasa? Ada atapeana sufuria. Akasema wow. Nimekuwa mshindi. Hii pesa nitakuwa naikula sasa vizuri sana. Mungu asante sana umenipatia sasa pesa ya kukula siku ya leo. Akafurahia sana. Akaondoka zake tu na kuingia hapa nyumbani. Kufika hapa tukamwona shangazi anakimbilia Ada. Akasema Ada leta hiyo sufuria. Kumbe Ada amechukua ile sufuria na kuenda haraka. Ada leta hiyo sufuria. Ada akakimbia sana akasema niokoe maisha ya rafiki yangu. Ada akafika hapa tu na kwa anaangalia shangazi. Alikuja tu anapitia mahali mamaki zee anaishi. Akafika hapa akasema Ada umepotelea wapi? Ni kama tu ameshafika mbali. Wacha mimi nirudi nyumbani. Lakini akikuja ataniona. Ada wakati alikuwa anakuja tu akakutana na huyo mamaki zee. Akasema mamaki zee ukatoka wapi? Akasema Ada, najua maneno nataka kufanya.
unataka kutumia ile sufuria. Akasema hapana mama Kizee. Mama Kizee, unajua rafiki yangu ameshikwa na wezi. Akasema hapana, atashikwa na wezi. Nilikuwa nakuambia yule sasa hataki sufuria lako. Kuna mwenye anataka sufuria yako. Akasema hakuna tu, hakuna mpango nyingine tu. Sasa mama Kizee nataka mimi nipeane ile sufuria. Ndio inaokoa maisha ya rafiki yangu. Akasema hata nilikuwa nakuambia kuna wengi watatafuta ile sufuria, lakini hutaki kunisikia. Akasema mama yule ni rafiki yangu, inabidi tu nimsaidie, si ndio? Finya neno subscribe. Akasema hapana, usipeane sufuria mtoto wangu, nipatie ile sufuria. Akasema mama Kizee, siwezi kupatia ile sufuria kwa sababu rafiki yangu ako kwa hali mbaya sana, karibu tu akinjwe kama kuku. Akasema mama Kizee, nisamee tu basi nenda. Akasema ada, usipeane ile sufuria, usitoe ile sufuria hapa, nataka unipatie ile sufuria. Nilikwambia tu chunga ile sufuria vizuri sana kama vile unajichunga, usipeane ile sufuria. Ukipeana ile sufuria kuna kitu itakuangukia. Akasema mama Kizee, nisaidie tu nione kama naweza kuokoa maisha ya rafiki yangu, kama ni wewe unaweza fanya nini? Mama Kizee mwenye alimpatia sufuria amesema hapana, yeye ni mpango tu, kuna mwenye anatafuta hiyo sufuria. Acha tu wewe, nyamanza. Ile sufuria kuna kitu litafanya, wewe kaa nayo. Sasa kama ni wewe unaweza fanya nini? Tukutane sasa kwa pati nyingine. Bye bye.